Mwazo Mungu aliumba mbingu na inji, dunia ilikuwa giza totoro, maji yalifunika. Roho wa Bwana akazunguka juu ya vilima vya maji, naye akasema, na iwe nuru, kisha ikawa nuru. Akasema, siyo vema maji yaifunike dunia yote. Akaweka anga katikati ya mbingu na inji. Akasema, maji ya ardhi yakusanyike mahali pamoja, ili kupatikane inchi kavu. Kwa inchi kavu Bwana aliweka mimea yote, wanyama wote, na ndege wa angani, na wadudu wote watambao. Alipomaliza kaona alivyoumba inahitaji mtu wa kuvichunga. Akaumba mwanadamu wa kufanana naye. Alipomaliza kaona alivyoumba inahitaji mtu wa kuvichunga. Akaumba mwanadamu wa kufanana naye. Kumbe ninafanana, nimeumbwa na Mungu, nimeumbwa na yeye, nimeumbwa na Mungu kwa mfano wake. Nimeumbwa na Mungu, hakujivunia yeye, nimeumbwa na Mungu kwa mfano wake. Nashangaa na wao wanaogombana na Mungu usiku na mchana, wasioridhishwa na maumbile yao. Mungu, kwa nini umenipa nywele imechanika kama pilipili? Inahitaji nywele nyororo kama mkia wa farasi. Mungu, kwa nini umenipa sura hii ni nyeusi kuliko kiza? Ninahitaji sura nyeupe kama ile ya Mwarabu. Mungu, kwa nini umenipa shepu hii haina mbele wala haina nyuma? Ninahitaji fika namba 8. Mungu, kwa nini umenipa kucha hizi hasirefuki jinsi ninavyotaka? Ninataka kucha ndefu kuliko ya mwewe. Ujiulize, kwa nini damu yote chini ya jua ni nyekundu? Hakuna tofauti ya Muarabu na Mzungu. Jivunie jinsi ulivyoumba na Mungu wako, jinsi ulivyo. Kazi yake ni thabiti tena ina makosa. Wewe unafanana, nimeumbwa na Mungu, nimeumbwa na yeye, nimeumbwa na Mungu kwa mfano wake. Nimeumbwa na Mungu, hakujivunia yeye, nimeumbwa na Mungu kwa mfano wake. Ndugu yangu, naomba mshukuru Bwana kwa neema aliyokujalia ukaishi ukawa mwanadamu. Sisa yangu alipata ajali, lakini wakati alipoenda kwa hospitali madaktari walishindwa kumponya kwa sababu ya kwamba kemiko alipokuwa ametumia nyingi sana katika mwili wake ilishindikana melanin kushika. Clothing ya ngozi haingewezi kufanyika, ni kwa sababu ya mambo na uondozi. Maandiko yamesema kwamba kuchipamba kwetu kusiwe juu ya kushuka nywele na vitu zingine, bali zaidi sana tujipambe katika moyo, tujue kwamba Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu, akuwe ndiye anatawala miili zetu, ili tukampendeze Bwana katika maisha yetu. Mupe Yesu maisha yako, naye atakushughulikia. Wewe ni wa thamani katika maisha yako na katika maisha ya wanadamu, maana Mungu alivyokuumba uko na umuhimu na uko na sababu.
Huenda amekumba uwe daktari, uokoe maisha ya yule mama, maisha ya yule mzee na maisha ya yule mwingine. Ama amekumba uwe mchungaji, utaweza kufanya kazi ya Mungu, uponye mioyo za watu waweze kupona waliopondeka. Na inaweza kuwa kwamba Mungu amekupa neema ya wewe kuwa pilot ama kuwa mtu mwingine. Mungu amekumba kwa mfano wake na kwa sababu yake. Sasa ujione kwamba wewe ni mtu ambaye usiyefaa kulingana na ngozi, kulingana na sura, kulingana na nini. Bwana amekupa neema, alivyokuumba wewe ni yeye. Ukijiona kwa kioo ujue kwamba umemwona yeye. Mungu awabariki, Mungu awape amani, Mungu awape ushindi, awapiganie kwa kila hali, kwa jina la Yesu.